Kiyamana sana mwancho mulige beta seniki ya Ndizi TV nebiro binda na ndengo kwaligania asomoro bilio bwesabali yobonchelia astokomera nabonchelia ao bago tosemia igoro yobonchelia bwabo na kitobonete ko gali yana gukinia obonchelia igori tukolia rero nigo naberengo talera account ya Nyamira asenda benkumira na no monchelia yiga atomanye esabali yaye yobonchelia gumwancho muligelia go kwaligani bene ndinde tobeto gusanga asobwamo gochaka no igagwika omwelio itetera ne Frida Kerubo inyoro na bogotobwati asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bogotonya gwetera www.ndizitv.net. Karibu sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani, tuko wapi na unajihusisha katika biashara ipi? Mimi ni Cyrus Anyanga. Kwangu ni huko Gusii. Na kazi imenileta Nyamira County. Okay. Katika Kibirigo town. Kazi yangu ni ya kushona nguo ya wamama na ya wazee. Kumaanisha nashona nguo zote. Pengine ni nini kilikutoa Oyugis? Mbona kuwekeza biashara yako pale sehemu za Oyugis ukachagua Kibirigo? Mwanzo kabisa nilikuwa Nairobi. Oyugis ni nyumbani kwangu, mahali pa kuishi. Nilipokuwa Nairobi nikaonelea nirudi karibu na nyumbani kwangu kwa sababu ya miaka zimeendelea. Sasa nikaonelea nikuje Nyamira County. Mahali niko hapa za hizi na kabla sijakuja niliarifiwa na mwenzangu ambaye ni James tunayo hapo ambaye ni fundi ya mashini ya kutengeneza hizi mashini zote tunafanya nayo. Ndio aliniambia sehemu kama Kibirigo ni mali pazuri ya kushona nguo aina hizo unazishona. Sasa ndio nikaja hapa kwa sababu alitangulia hapa kwa sababu kazi yake ni ya field ya kutembea na kutengeneza mashine za watu. Sasa alionelea nije hapa. Pengine unaweza tuelezea ulitoa wapi ujuzi ambao uko nao wa kushona nguo tofauti tofauti? Okay. Ujuzi mwanzo kabisa nilianza kujifunza nguo za wazee ambaye technically tunaita tailoring. Sasa nilifanya hiyo kwa muda ya miaka 7. Alafu nikaonelea wamama pia wananiuliza nguo kama ninaweza shona. Sasa nikafungua kazi yangu huko Nairobi, alafu nikaweka vijana ambao wanashona nguo za wazee. Nikarudi training. Sasa nikarudi training ambacho tunaita technically dressmaking. Sasa nika specialize tena kwa dressmaking. Ndio nikarudi kwa workshop ya. Sasa baada ya muda ya mwaka ya 7. Sasa nilikuwa nikifanya both tailoring and dressmaking. Sasa nikafanya huko Nairobi kwa miaka 17. Pengine katika hii biashara ya kushona nguo umeifanya kwa miaka mingapi? Kufikia mwezi wa 8 mwaka huu takuwa nimemaliza 36 good years. Miaka 36. Okay. Hiyo ni kumaanisha kwamba umeweza kubobea sana katika kushona nguo tofauti tofauti. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua wakati ulianza kushona nguo, wakati ulitengeneza nguo yako ya kwanza, ulijihisi vipi? Ilitokea vipi? Haikutoka mzuri vile nilikuwa nikipenda. Sasa mwanzo nilipotoka training ya tailoring kwanza nikajishonia nguo yangu. Na nia yangu ilikuwa nataka nishone kama nguo kama imported. Sasa nikaonelea sijatimu sana. Lazima niongeze ujuzi. Sasa nilikuwa nikitembelea mafundi wenzangu wale walikuwa na ujuzi kunishinda. Ndio nikajiongezea ujuzi kidogo ya tailoring kabla sijaenda dressmaking. Pengine wakati hiyo nguo ilitokea kinyume na matarajio yako, mbona hukufa moyo uachane na hii kazi ya kushona ufanye kazi nyingine ukasema wacha uishikilie kabisa? Nilipenda hii kazi. Kwanza kabisa kabla sijaingia hii kazi nilipenda hii kazi. Nilikuwa nikifanya kazi nyingine
lakini hiyo kazi ilipoisha nikaamua nifanye kazi ya ufundi na iwe tailoring, kwa sababu tailoring mimi ni mtu ambaye ninapenda usafi kiasi. Ingawaje leo mmenipata kama sijaoga kwa sababu naishi hapa kwangu. Napenda kazi ya usafi kwa sababu kazi ya tailoring ni kazi ya usafi. Unaweza funga tai kama mtu ya ofisi na ukae tu ofisi yako ufanye kazi. Najua napenda kazi. Unaipenda kazi sana ya kushona. Najua katika ukitoka kupewa mafunzo unapata changamoto ya kupata machine uanze biashara yako. Pengine wewe kwa upande wako wakati ulimaliza mafunzo, pengine ulianzia wapi ndiposa ukuje kufungua hii biashara yako? Ni kweli. Lazima tupate changamoto kwa kila kazi. Nilipotoka training nikaajiriwa. Kwa sababu sikuwa na mashine, nikaajiriwa, nikafanyia huyo mtu kazi mpaka akanipatia mashine. Huko ilikuwa huko Kisumu. Sasa akaniona mimi ndio fundi yake mzuri, akaniweka kiongozi ya mafundi. Sasa akaonelea anipatie mashine. Sasa aliponipatia mashine niliendelea kumfanyia kazi. Alafu baadaye ndio nikafungua kazi. Ulipofungua kazi yako ya kwanza, pengine unaweza tuelezea ulipata vipi customer wako wa kwanza? Customer wangu wa kwanza niliwapata kutokea kwa marafiki ambayo walikuwa wananipata mali nilikuwa nikifanyia yule mzee kazi. Sasa wakaonelea kama hapa ndio sikizo unafanyia kazi, sasa tutakuja hapa direct kwa sababu ile kazi haikuwa yako. Hivi ndio vile nilianza kupata wateja, nilitoa huko. Wakati ulichukua hatua na kusema kwamba unataka kujifunza mambo ya kushona nguo, pengine pale nyumbani wazazi wako ama kule kijijini watu walichukulia vipi hilo swala? Hawakuamini sana. Kwa sababu nilipotoka shule niliajiriwa na kampuni nyingine. Sasa hiyo kazi ilipoharibika, sasa wakaniona mimi nimekuwa desperate sana. Mpaka wakalalamika, mbona huyu hataweza hii kazi ya kushona, kwa sababu hii kazi watu wale hawajaenda shule sana ndio wanafanya. Sasa walilalamika sana. Walidharau sana. Kwa sababu huyu mbona amerudia hii kazi. Na hii kazi ni ya wale hawajasoma. Sasa nikawaambia hii kazi ndio nitafanya. Ndio itakuwa maisha yangu, kwa sababu sitatafuta kazi yote. Najua umeweza kutembelea sehemu tofauti tofauti, umeweza kutaja umekuwa hapo Kisumu, umekuwa kaunti ya Nairobi na umefika hapa Kibirigo. Pengine ukilinganisha biashara katika hizo kaunti ambazo umekuwa ukitembelea, biashara imekuwa vipi kwa upande wako? Biashara ya Kisumu ilikuwa chini, ya Nairobi ilikuwa juu. Lakini matumishi ya pesa ya Nairobi ni tofauti hapo. Sasa ukipiga hesabu vizuri kibiashara, utakuta kama mali kama Kibirigo utapata pesa kidogo, lakini matumishi iko chini. Sasa ukifanya verification ya faida, utakuta saa zingine Nairobi utapata pesa nyingi, lakini haiwezi kusaidia vile tunasaidiwa na kazi ya Kibirigo. Ukiona katika kaunti ya Nairobi, uliweza kutuelezea hapo awali kwamba ulifungua biashara yako, ukaajiri watu pale, ukarudi shule. Pengine wakati uliachilia watu waweze kukutengenezea kazi, pengine wakati mwenyewe hayuko kwa pale kazini, ilikuwa inaendelea vipi kulinganisha na wakati ulikuwepo? Exactly. Wakati nilikuwa kazini, lazima tofauti iwe, kwa sababu kuna wateja wengine wakinikosa kazini wanalalamika wapi fundi. Hiyo ni shida number 1 ilikuwa huko. Alafu shida ya pili, vijana nao unajua kazi ile isiyo yako huwezi ukaamini sana kama yako. Sasa lazima nipate, saa zingine hesabu imeenda mbaya, saa zingine kama nilikuwa na kijana mwingine, saa zingine anapima watu aandiki kwa kitabu. Sasa ni kama amefungua kazi yake ndani ya kazi ya mwenyewe. Anapata faida yeye mwenyewe. Ukiangalia wakati uliweza kuhama kutoka mjini Nairobi ukakuja kaunti ya Nyamira, kuna wale customer wako ambao walikuwa wamekuzoea, pengine uliwawacha vipi? Ni kweli.
wengine bado wananipigia simu hata saa hizi, zingine bado ninawafanyia. Kwa sababu waliniamini sana na nilifunza vijana wengi. Sasa kuna vijana wengine ambao walikuwa wamenika kiasi, ndio nikawaambia kama mko na haraka sana ya kazi, muende kwa fulani na fulani, lakini msiende kwa fulani. Ndio isiniharibie jina. Na wengine bado wameniamini sana mpaka wananitumia materials kutoka Nairobi nachukulia hapa kwa pasa ya Enaco tunafanyia na warudishia. Katika huu mji wa Nyamira ukiangalia biashara kulinganisha na Nairobi pengine iko vipi? Nairobi iko juu. Nairobi iko juu kwa sababu Nairobi watu ni wengi kushinda sehemu zingine Kenya. Sasa biashara ya Nairobi ilikuwa mzuri. Na mimi niliamua tu hata kama ni mzuri, wacha nianze kusonga karibu na nyumbani kwa sababu saa hii kuenda kwa matatu jioni na kuenda mahali ninaishi inakuanga shida kwa sababu ya umri. Hiyo ndio sababu kuu sana ilitoa Nairobi. Si ati Nairobi haina kazi, iko kazi. Ukiangalia kama kaunti ya Nairobi, wakati unashonea mtu suti, bei kidogo inakuwa juu hata kama material ni same. Ukiangalia wakati hapa hivi mji wa Nyamira, ile bei yenye ulikuwa unashonea mtu suti kule Nairobi, unaweza shonea mtu hapa hivi Nyamira? Haiwezekani. Unafanya wanalalamika sana. Sasa zingine wanasema bei yangu ni ghali. Na nawaambia hata kama ni ghali na kulingana na ile kazi ninafanya inakuwa tofauti sana na ya wale hawajafanya huko kwa sababu mimi nimefanya kwa Wahindi mali kazi ni ngumu hata makosa kidogo unapomua. Ningependa sasa niliwaambia nitapunguza tu bei kwa sababu ni hapa lakini kazi yangu ni kazi ya Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni. Tukirudi utaweza kutuelezea changamoto ambazo umeweza kuona katika hii biashara yako na pia utuelezee material zako huo unatoa wapi. Biamana sana mwancho muri yabeta Seniki and Ndizi TV niko tugenda gusanga imeyomoro bilyo bwesabali oboncheria asogenda gusanga no moncheria kura senseme yiga yake birigo yogenda takwerera igoro yoboncheria bwaye kondo mwancho muri eri ati turaso aso mutima gomokeigo toskato nyegera ngwira turasege keke kerebosio elinde twemanye amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta Seniki and Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora mirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsesanu na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao kimbe sa konya gogota chako chabwana gaiga ti konyora na go kandi mujoyo kwari gocha kuibangite kai nende ngakumirende kinali kyaba
muntu akagoteibo Mchetari bantu bakonte. Omwana ona bwekana boli ngana ki. Tata sagini ngaibona koira ke muntu rende no yandi bya matanga timuro. Muntu gwachaga kwaragera gwatitira gwansiberie ebinto. Kwanchira roche. Kwanganyera chembe chinsi agara na iguya bona. Amukamo mura. Hesabu. Nyabeta. Ndizi TV, ubwenso bw'omugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Vyake gima mwancho muriye na ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyo morobili gwesabali yo bonchelia astogenda kwemanya obokorelia bo monchelia iga kora sense meiga ya kebiri gokolende na ndengo kwaligania eli ndio togenda gusanga asobwamo. Hapo awali uliweza kutuelezea kwamba kuna rafiki yako ambaye alikuwezesha kufika katika hii sehemu, na pia umeweza kutuelezea katika sehemu ya kwanza kwamba huyo rafiki yako huwa anatengeneza mashini. Pengine mmekuwa mkishirikiana vipi katika hii biashara yenu? Okay. Asante. Huyo fundi ni first cousin yangu. Okay. Kuzaliwa familia moja. Tukaishi, tukaenda shule moja. Mimi nikasonga kidogo, yeye akawacha nyingi. Akaenda kazi ya driving Mombasa akafanya huko. Sasa tumekuwa tukishirikiana tangu awache hiyo kazi yake mpaka jifunze hii kazi. Tumekuwa tukishirikiana kwa sababu ni mtu ambaye tunatafuta familia moja. Wakati ule alikuwa Nairobi, ni Mombasa, mimi niko Nairobi, tulikuwa tunawasiliana. Pengine wewe ndio ulimpea wasia aende kujifunza hii kazi ya kutengeneza hizi mashine? Sio mimi. Alipendelea hii kazi. Alipendelea hii kazi mpaka akanipigia simu akaniambia, unajua siku hizi ninatengeneza mashine. Na nikamuuliza, ndugu yangu, si najua wewe ni driver senior kabisa. Kwa sababu unafanya hiyo kazi ya driving huko Mombasa miaka mingi sana. So mashine yako ikiharibika wewe uko sorted? Mimi niko sawa. Hata sasa hii asubuhi ilikuwa na shida kidogo. Amechangamkia. Uliweza kutuambia, hebu tuelezee nguo yako ya kwanza wakati ulianza kushona, ni nguo gani ulianzia? Ni suti za wanaume, ni za wanawake, ni za watoto? Nilianza kinyaza ya shule. Ya shule. Ni nini ilikuhimiza ukaweza kuendelea ukasema sasa wacha ni upgrade niende nifanye suti, nifanye nguo za wamama? Kile kilini upgrade mpaka nikafikia dressmaking. Baada ya kushona long na koti vizuri ambayo ni suit, wamama walikuwa wananiuliza kama ninajua kushona nguo zao. Nilikuwa ninawaambianga sijui. Sasa nilikuwa naona aibu kama mimi ni fundi, najiita fundi, mbona nisijui hii? Sasa ndio sababu nilitokea kwa malipango kwa kazi, nikaenda training ambayo nilikuwa trend na mtu mwingine binafsi tu kama mimi ambaye alifungua kazi yake ya dressmaking. Pengine kwa upande wako kuna wale ambao umeweza kuwafunza hii kazi ya kushona? Wengi sana. Wengi sana. Tena Nairobi saa hii wale wanafanya ni vijana 8. Ambao wewe uliwafunza? Mimi niliwafunza. Na ni baraka ya Mungu nasema, tena ninawaombea vizuri sana. Wengine wametajirika kunishinda. Kwa sababu ya ninajaribu tu, lakini hata mimi ni tajiri kwa sababu ninajilinda na ninajitegemea. Na uko na biashara yako mwenyewe? Na niko na biashara yangu. Na hii biashara imenisaidia sana, nimepeleka watoto wangu shule, wengine hawajamaliza. Sasa naipenda. Ukiangalia hivi sasa kuna mitindo mpya ya nguo ambayo huwa inatokea.
sana sana vijana huwa wanapenda kutumia mitandao ya kijamii kushona zile designs wanataka. Pengine mtu akikuletea anataka hii design, pengine huwa unaichukulia vipi kabla uanze kufanya hiyo kazi? Ni swali mzuri sana, hata ninisaidia. Kwanza kama unataka kuwa fundi mzuri, lazima uwe creative. Kwa sababu kila kitu huwezi ukajifunza mali pa training. Sasa lazima uwe creative ili hata ukiletewa picha kwa simu. Nyingi sana nimefanya ambayo wamenitolea kwa simu, lakini na washona wanaridhika nayo. Sasa lazima hiyo creativity, sasa ukiletewa picha. Sasa usiitike tu, unajua customer anaweza kuharakisha. Ati umeelewa hii? Kama hujaelewa usiitike tu umeelewa. Sema bado unipatie muda kiasi nisome hii picha ndio nielewe. Hiyo ndio inanisaidia. Mimi wakikuja na haraka nawaambia kuja saa fulani nitakwambia vile tutashona hivi. Pengine materials zako wewe huu unatoa wapi? Materials zangu inategemea ni material gani. Zile material ninazitumia nyingi sana. Nazitoa hapa Kibirigo. Hata mlipokuwa hapa mliniona na material zingine nimeleta hapa. Zile ninazitumia sana nyingi Kibirigo. Zingine ninazitoa Kisii town. Zingine ninatoa Nairobi. Kulingana na mahitaji ya mtu huyo customer. Pengine kuna wakati ama kuna msimu kama msimu wa Christmas unapatanga kuna jam, order iko juu. Pengine sasa wewe, nimeona ni wewe fundi leo, tumekutana ni wewe fundi peke yako uko hapa. Pengine huo unahitaji usaidizi, kuna watu ambao pengine huwa wanakusaidia wakati order ziko nyingi. Kazi ya fundi, mimi kama fundi niko na dawa yangu, niseme dawa ina mbili. Ya kwanza ni kazi nzuri, quality work. Ya pili ni time. Sasa nikiona mteja ataniambia ile time sitaiweza, ninamwambia tusongeze time au nipeane kazi nyingine. Na vile tunakuanga na jam December, mimi naipanga kazi. Paka nachukua hata contacts ya wateja, kwa sababu wateja wengine unajua inasemekana mafundi ni wa uongo. Lakini hiyo ndio nataka nitoe kwa hiyo theory ya mafundi, mafundi ni wa uongo. Hizi nguo unaziona hapa ni za watu. Nimechukua hata contacts zao. Sasa nikimaliza ninawapigia. Sasa lakini customer ndio anachelewa. Sasa nikiwa na jam December, lazima nipange kazi. Nikishindwa kabisa, lazima nipeane kazi kwa mafundi wengine ambaye watashona aina ya mshono yangu. Sio kupeana tu kwa sababu ya kazi. Kuna wakati ambapo unapata mteja amekuja, amekulipa pesa nusu, umemshonea nguo, but nguo yake inakwama hapa, pengine anapotelea, pengine analemewa kulipa. Wewe unafanya vipi? Ninawabembeleza tu, kwa sababu mteja anaweza kwama kuja kwa sababu ya shida. Hata asubuhi leo nilimpigia mmoja simu, niko na nguo zingine hapo ndani. Sasa zingine anaweza pata shida, ndio amfanye asije. Sasa mteja kama huyo ninabembeleza tu, na kuna wengine wanakuanga lazy, wanalipa pesa kidogo. Hata hapa kwangu sitaki ukipima suti ya shilingi 3500, sitaki ulipe shilingi 1000. Nitakuambia ulipe zaidi ya shilingi 1500. Ndio hiyo ikumotivate kuja haraka, ndio usiwache nguo ikae hapa siku nyingi. Ukiangalia katika hii sehemu ya Kibirigo, si wewe peke yako ambaye ni fundi ambaye unashona hizi nguo. Huwa una deal aje na competition? Competition mimi sina shida naye sana. Kwa sababu hapa kwangu ninashona kila nguo. Hata nikuonyesha picha ambayo nimezishona. Sasa hii hujapata dress hapa. Sasa hawa ndio wananicompete, mimi si wa compete. Okay, ni nini kile ambacho unafanyia wateja wako? Mteja unaweza mshonea nguo siku ya leo, kesho tena arudi, kesho tena akuletea wateja wengine. Bila nilisema, kazi lazima iwe mzuri sana kushinda zile wanaziona hapa. Na time. Hiyo time inachunguza sana. Kwa sababu mteja nikimshonea mteja mmoja nguo, tangu nije hapa lazima alete mwingine.
kwa sababu kazi mzuri na time. Hiyo time ndio inatukozea sana kwa hii kazi yetu. Mafundi ni waongo. Hii ndio nataka nitoe kwa hiyo. Kuna saa zingine huwa wanasema pale nje kwamba kuna materials yenye ni original na kuna material ambayo ni fake. Pengine wewe kwa upande wako unashonea mteja nguo kulingana na mfuko wake ama kulingana na kazi yako venye unaijua? Wateja kama hao ni swali nzuri sana. Mteja anaweza chagua nguo, akute nguo hapa, aseme mimi nataka hii. Na namwambia hii ikioshwa kiasi fulani, muda fulani itakaa hivi. Na hii itakaa hivi. Na hii bei yake iko hivi. Sasa yeye ndiye anaamua. Sasa mfuko yake ndio itamwambia achukue ile ina fade haraka au inachukua muda kidogo. Pengine katika hii biashara yako ni changamoto zipi zile ambazo umepitia? Ni mingi. Mwanzo kabisa Nairobi niliingia mashini zangu mingi. Niliingia mashini zangu mbili nimetibiwa. Alafu nikakamua mpaka nikapata matibabu zingine. Walifunja nyumba yangu. Siku ile nilitoka kwa mindi nikafungua kazi nikakaa na materials nyingi. Walikuja wakavunja. Hiyo ndio changamoto ya kwanza nilipata. Alafu sasa baada ya hiyo nimeomba Mungu, sijaona sana kwa sababu hizi ndogo ndogo ya ugonjwa hiyo ni kawaida tu, mtu yote ambaye hata sio fundi anakuwa. Pengine kuna yule mteja ambaye mmezoeana, umeweza kumshonea nguo akakwambia acha achukue hata kulipa akapotea, pengine umeweza kupata changamoto kama hiyo? Mteja kama huyo wako wachache, lakini sio wengi sana kwa sababu mimi niko very strict kwa kwa sababu kuna mteja anaweza kuambia umpatie. Kwanza kabisa unajua kuna wateja wengine anajaribu kukuzoea. Umemshonea nguo nyingi, sasa lete hii azoea ndio kulipa. Sasa lazima awache kitu kidogo kwa sababu mteja kama huyo ukimruhusu aende na deni ataenda kabisa, atafute mwingine. Pengine wewe unapata order zako kwa pengine kama shule hivi ama kanisa, kwaya, unapata order kutoka pale, wateja kutoka pale? Asante. Tangu nije hapa order ya shule sijapata, lakini ya makanisa nimepata. Ya makanisa nimepata. Kwanza kanisa langu la Seventh Day ambayo ninashiriki nao hapa hivi. Wamenipatia kazi tangu nije hapa. Na umefurahia sana? Nimefurahia sana. Na nashukuru Mungu. Pengine wasia wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji, najua kuna wanabiashara ambao wanakutazama pale, kuna mafundi wengi ambao wanakuangalia na umesema wafundi si waongo. Hebu wape wasia wako wa mwisho. Mimi ningewaambia hivi. Leo hii mmefanya vizuri kunioje, ningewaambia hivi. Na nimepata media ya kuwaongelesha. Mafundi wenzangu wote. Nataka uongeleshe ukiitumia ile kamera. Ile kazi wasifanyie wateja sana. Ile kazi wakomeze kabisa kufanyia wateja. Ni uongo. Kwa sababu uongo hata kama unafanya kazi mzuri kiasi gani na unakuwa muongo, kama nguo ya occasion, tuseme ya harusi, tuseme ya mashishi. Last minute unakujia fundi anakuambia bado na harusi ni leo na anasema nguo hapo. Hiyo ndio shida kabisa kwa hii kazi yetu. Hiyo ndio shida kabisa kwa hii kazi yetu. Sasa ningewaambia mafundi wenzangu, kama wanataka warekebishe hii tabia yetu ya fundi ni muongo. Hiyo fundi ni muongo. Hiyo statement ni mbaya sana kwangu. Hata sasa hivi vile mko hapa, kama ningekuwa muongo hata moja angepata hapa. Kwa hivyo nimeshukuru sana kututembelea kwa sababu nimepata namna ya kuwaongelesha mafundi wenzangu. Na wakwe waaminifu katika wawe waaminifu sana. Ndio watafikia mwaka wangu. Wanasema kwa lugha yenu asante, wanasema erokamana. Erokamana. Vyema na sana mwanche murigereria kwa mere ko gusangana impeko twagatage tomoroberio ikabona igatobere to gikomo ile tobe to gusanga no moncherero yobereka okoro boncherero Omosoni ase miaka 35 nomo asobokoreri bwaye
mwancho mulia no gasemele kwa na kwabere gukoimanya amange na rino chikoimo kigetambukiro na goboigo gukinia ebirengo byobonchere bwao konde gwikirabu na to gwikira mwaile kwa murubiri tukolia lero tumirane na ndichinga kichinde asito kumira no moncheri onde uyorabe kagosanga na intwe igore yesabali ya yoboncheria abakonde gutubate sinsemo chiche mitanda sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na botonya wetera www.ndizitv.net. Frida Kerubo twara obuligereria borobia.